Tarehe ngapi leo? Tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tunajifunza kutafuta eneo la duara lenye kipenyo kizima. Sawa? Ndio. Tunajifunza kutafuta eneo la duara lenye kipenyo kizima. Moja niletee chaki humo. Aya. Nani kuniambia kanuni ya kutafuta eneo la duara lenye kipenyo kizima? Nani anaweza kuniambia? Neema. Sawa, hiyo sio ya kutafuta eneo la duara lenye kipenyo kizima. Hiyo ni ya kutafuta eneo ya kutafuta mzingo wa duara lenye kipenyo. Nani atuambia kanuni ya kutafuta eneo la duara lenye kipenyo kizima? Muenda. Sawa, umejitahidi lakini umekosea kidogo. Mwingine. Umejitahidi lakini umekosea kidogo. Kanuni yake ni pi square over 4. Alafu wewe, mbona wenzio unawakoa hivi? Unanisikiliza kweli? Usipoelewa utaniona. Nataka uelewe. Ngoja tuendelee. Nimeshakuona wewe. Natoa maswali 5. Usipoyafanya, haya, unaandika 22 juu ya 7 mara 14 mara 14 juu ya 4. Tunaanza kwa 7 mara 1 kwa 7 mara 2 kwa 2 mara 2 kwa 2 11 kwa 2 1 kwa 2 7. Tunafanya 11 mara 2 ngapi? 11 mara 22 mara 7 mia ngapi? 154. Okay, sawa. Kwa hiyo eneo la duara ni sentimita za eneo 154. Haya, alimaliza alefu. Moja. Vizuri. Haya, leta na wewe nikusaishe. Leta daftari. Wapi umeandika? Mbona wewe hujaandika? Kwa nini hujaandika wewe? Wewe ni mzembe. Nimefundisha wewe unapokuwa wenzio. Nilikuwa nakuona tu. Nimetoa maswali wewe hujaandika. Wewe ni mzembe. Viboko hutumika kuondoa uzembe ulioko ndani ya mtoto. Leo nakuonya andika. Kwa nini hujaandika? Alafu nimekuona wakati nafundisha wewe ulikuwa unawakoa tu wenzio. Unawakoa tu wenzio. Ulikuwa hunisikilizi. Kumbe hukuelewa. Wenzio wote wameelewa. Sasa nataka nikuonyeshe. Viboko hutumika kuondoa ujinga ulioko ndani ya mtoto. Tega mkono. Fimbo 2 tu lakini za moto. Usije ukarudia. Kwa nini unaandika wewe? Mara nyingine utakuwa unaandika. Cha mwisho sasa. Usikwepe cha mwisho. Mwalimu, kwa nini unamchapa hivyo mtoto? Bwana, huyu mtoto ni mzembe. Mimi nafundisha, yeye anasumbua wenzie tu, mara anakoa wenzie. Alafu nimetoa maswali hajaandika, wenzie wameandika. Nikaona nimwadhibu, nimuonye kidogo ili tabia hiyo ikome. Hapana mwalimu, mtoto huwa adhibiwe. Mtoto huwa anaambiwa kwa mdomo. Nimemwambia kwa mdomo hajanisikia. Nitafanyaje? Imebidi nimwadhibu kidogo tu, fimbo 2 tu za mkononi. Wewe usirudie mara nyingine, nenda darasani.
mwalimu amezidi, sababu anakaa anachapachapa sana watoto mpaka watoto watatoka na shuleni sababu yake. Nimechoka, ngoja nikamwambia mama yake. Mambo gani hayo kila siku anafanya? Kuchapa watoto. Ametuchosha shuleni.